Hapa tunajifundisha kwamba Isaac cooperated, na katika New Testament Biblia inatuita ya kwamba tutoe miili yetu like a living sacrifice. Si ati umefungwa katika Ukristo, si ati umefungwa na neno, umefungwa na pasta wako na kanisa yako ndiposa unamfanyia Mungu ama unamtolea kwa sababu umelazimishwa. A living sacrifice inamaanisha kwamba ni dhabihu iliyo hai. So you can just stand up and walk away from the altar. Unaweza simama na utoke kanisani, unaweza simama utoke katika ushirika, unaweza simama utoke katika group, unaweza simama utoke katika imani katika Kristo, unaweza simama na ukatai kutoa. So hakuna mtu anakulazimisha, lakini ile dhabihu ambayo Mungu anapokea ni ile inakuwa willingness. Isaac alijiweka katika altar, madhabahu willingly, na akaambia babake, hapa tunamtii Mungu. So haikuwa tu imani ya Ibrahim peke yake. Kwa Ibrahim ilikuwa imani, lakini kwa Isaac ilikuwa kujisacrifice. In fact, Ibrahim yeye ana sacrifice mtoto, lakini Isaac yeye anajisacrifice. Na baadaye nitakuja nikimalizia nitaambia vile story pia it gives us inatuonyesha vile Yesu alijitoa. Abraham ni kama Mungu Baba, alimtoa mwanae peke yake kama kafara. Lakini Yesu hakujilazimishwa kwenda msalabani, alijitolea mwenyewe. Alikuwa na nguvu ya kujitoa katika msalaba, lakini alijisacrifice, alijitoa. I hope Mungu anatuzungumzia kitu juu ya story. Kwa hivyo tukiangalia hapa, Isaac anajitoa, Ibrahim anachukua kisu, anataka kumuua ama kumutoa dhabihu. Na hapo ndiye anasikia sauti ya Bwana. As Abraham raises the knife to obey God's command, the angel of the Lord stops him. Yaani Ibrahim anapoinua kisu ili kutii amri ya Mungu, malaika akamzuia akisema, usimuweke mkono mvulana huyo. Akamwambia, angalia, tazama. Alafu ndiye akapata yule kondoo dume ama mwana kondoo ambaye alikuwa amenaswa katika kichaka, na akamtolea Bwana dhabihu. Na akaita ile mountain Jehovah Jireh. Inamaanisha the Lord will provide. On the mountain of the Lord, Mungu atajitwalia, Mungu atatoa. God will provide on his mountain. Ana alipoinua kisu ili kutii amri ya Mungu, God intervened. Na mimi peke yangu niko na testimonies mingi, na watu wengi nimesikia testimony mingi. Unapoinua mkono wako kutii amri ya Mungu, God intervenes. God intervenes. Kuna vile Mungu anaingilia katikati when we raise our hand to obey the Lord. Hii story ya Abraham kumtoa mwanake inatufundisha mambo mengi sana. First of all, is what we call in English a typology of the gospel. Hii ni injili katika Agano la Kale. Abraham vile alimtoa Isaac ni vile Baba Mungu alimtoa mwanae wa kipekee, his begotten son. John 3:16. Mungu alipenda ulimwengu sana mpaka akamtoa mtoto wake wa kipekee ambaye ni Yesu Kristo, ili akuja kufe kwa ajili yetu. Na vile pia Isaac alicooperate katika hii sacrifice ni vile Yesu pia alijitoa peke yake, akajenda msalabani, akakufa kwa ajili yetu. Meaning that God will always provide for himself. Sisi kwa sababu tumefanya dhambi, ilibidi tukufe kwa ajili ya dhambi yetu, ili tuwe sawa na Mungu. The only way tungeweka sawa, we will have made justice with God if we could have died for our sins. Lakini Mungu
alimtoa Yesu Kristo mwanaye on our behalf. Vile hapa pia Mungu anatoa kondoo on behalf of Isaac. So the lamb or this lamb substitutes Isaac. Vile Yesu Kristo pia ana substitute kwa ajili yetu. Yaani anatolewa badala ya sisi kufa, yeye anakufa, anachukua nafasi yetu. So it's a God of substitute. This is the gospel. Ya kwamba tumefanya dhambi na tunastahili tukufe, lakini Mungu anatupenda, akamtoa mwanaye, akakufa kwa ajili yetu. Tunapomwamini, tunaokolewa. Na tunaiona katika Genesis chapter 22. Na kitu kingine ambao tunajifundisha hapa ni kwamba obedience often comes before understanding. Abraham didn't wait to figure out everything. He simply trusted and obeyed. Ibrahim hakusubiri kuelewa kila kitu. Aliweka imani yake na kutii. Imani ni kusonga mbele hata kama njia haieleweki. What is faith? Hapa inatufundisha the real thinking of faith. Faith ni kusonga mbele, ni kuchukua hatua. It is to take a step even when we don't understand. Kwa hivyo, usingoja tuelewe Mungu, mambo yakuwe sawa, vitu zikuwe vizuri, ndio kuja kumtii Mungu. Hapana, that's not obedience. Hiyo inaitwanga convenience. Obedience inakujanga before understanding. Mungu anakuita ufanye jambo fulani, auelewi, lakini unasema kwa sababu ni Mungu na ninakuamini, hata kama sielewi, nitafanya. Nakumbuka Abraham akitoka nchi yao. Mungu anamwambia toka hapa uende nchi ambayo nitakuonyesha. Au kwa anajua hiyo njia, au kwa anaelewa anaenda wapi, lakini alichukua hatua ya imani. So obedience always comes before understanding. So usingoje atuelewe, usingoje upate pesa ndio utoe tithe ama utoe sadaka. Hapana. Hiyo hata itakubalika mbele ya Bwana. Obedience, kama Mungu amekuita, obey first. And you will see vile Mungu atakufanyia mambo yako. When God asks us to do something that is hard, trust that his purpose and his objective is greater than how you see it. Wakati Mungu anakutana ama anatuita ama anataka tufanye jambo ambalo linaonekana ni gumu kwetu, amini kwamba kusudi la Mungu ni kuu kuliko mtazamo wako na circumstance yako. Na jambo la pili ni pia God always provides, but in his own time and in his own way. Mungu hutoa kila wakati, lakini anatoa kwa wakati wake na kwa njia yake. Imagine alipoambia Ibrahim, enda unitolee kafara. Ibrahim angesema kondoo ako wapi? Nini iko wapi? Iko wapi? Lakini yeye aliamini, akijua ya kwamba at the right time Mungu alitoa. Na tunaona Saila amechukua kisu hivi anataka kumuua mtoto wake. God intervened na Mungu akaprovide. So when you are in a season of waiting or testing, remember God will provide for you. Ukiwa katika majira ya kusubiri ama majaribio, ukiwa jangwani, kumbuka ya kwamba Mungu ni Jehova Jire. Katika mlima wake yeye hujitwalia. Katika mlima wake yeye hutoa. So usikufe moyo, mtegemee Bwana. Kaa katika hiyo mlima ya Bwana. Usiende katika bonde na kujitafutia. Kaa katika hiyo mlima ya Bwana. We obey what God is telling you. God will surprise you. God will provide for you. When Abraham thought that all hope was gone, na ameinua kisu, God provided the ram for the sacrifice. Wakati Ibrahim alifikiri tumaini lote limeenda, ameinua kisu anataka kumuua mtoto wake, hapo ndio Mungu alitoa ule kondoo dume wa kusacrifice. And then jambo la mwisho ni kwamba surrender is key to blessing. Kujisalimisha katika Bwana ndio inafungua baraka. Abraham alikuwa tayari kujisalimisha na kusalimisha mtoto wake ambaye alikuwa ni wa dhamani zaidi ya kila kitu.
na akaweka katika Bwana. He was ready to release his most precious item and person before God. Na tunaona vile Mungu alirespond. So when we hold nothing back from God, God releases everything that we need. Nisikize vizuri. Tunapompa Mungu kila kitu bila kubakisa chochote, yeye huachilia kila tunachohitaji. This is profound. When we don't hold anything back from God, he gives us everything that we need. Wakati mwingine unaweza fikiri unahitaji pesa, na labda Mungu anajua what you need sio pesa. Chenye unahitaji ni provision. Na God can provide for you without money, without a job. Najua ndio wakati mwingine the system zote zinatudanganya. You think that, lazima nikuwe na pesa, nikuwe na kazi, ndio maisha yangu yakuwe vizuri. What you need is just provision. And God can provide for you. So when you release everything to God, when you hold nothing, God releases everything that you need. And he does it in his own way. So imani ya kweli sio tu kuamini. True faith is not just about believing. It is trusting God enough to let go. Imani ya kweli ni kuamini Mungu vya kutosha mpaka uachilie. That is the lesson of Genesis 22. That true faith is not just believing. It is trusting God enough to let go. And the faith is not proven by what we say, but what we are willing to surrender. Imani haithibitishwi kwa maneno peke yake tunayosema na kuongea, bali kwa kile tunachokuwa tayari kuachilia. That is faith. God bless you.